Ndugu mwandishi wa habari, naitwa Felix Festo Kinini, ni katibu mwenezi wa Baraza la Vijana Chadema Taifa BAVICHA. Nimewaita hapa kuzungumzia mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kuhusu vijana wenzetu, akiwemo mwenyekiti wa Baraza la Vijana Chadema mkoa wa Iringa na wengine wawili waliokamatwa kinyume na sheria na kufichwa kusikojulikana mpaka sasa. Jambo la pili ni kuhusu kuendelea kushikiliwa kwa mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Nikianza na jambo la mkoa wa Iringa, tarehe 10 mwezi wa pili 2026, Ibrahim Nyovela ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Vijana Chadema mkoa wa Iringa pamoja na vijana wengine wawili kwa majina ni Ali Kalolo na Selemani Fiamugwa walikamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Iringa, wakashikiliwa kwa siku 8 hadi tarehe 17 mwezi wa pili 2026, walipoachiliwa kwa dhamana na kupewa sharti la kuripoti tarehe 18 mwezi wa pili 2026. Tarehe 18 mwezi wa pili 2026, Ibrahim Nyovela pamoja na vijana wenzake hao wawili ambao nimekwisha kuwataja kwa majina walikwenda kuripoti kituo cha polisi kama ilivyokuwa masharti ya dhamana zao. Walipofika kituo cha polisi tarehe 18, walienda na dereva bajaji aliwapeleka. Dereva bajaji huyo aliwafikisha kituo cha polisi na wao walimwambia awasibilie mpaka atakapotoka ili waweze kurudi nyumbani kwao. Tangu walipoingia kituo cha polisi tarehe 18 mwezi wa pili 2026, Ibrahim Nyovela, Ali Kalolo na Selemani Fiamugwa hawakuwahi kuonekana tena sehemu yoyote tokea kuingia katika kituo cha polisi tarehe 18. Dereva bajaji huyo aliwasubiri hapo kituo cha polisi nje kwa muda mrefu sana bila kufanikiwa kuwapata. Baada ya kuona watu hao hawatokei tena, alilazimika kuondoka. Familia zimetumia jitihada nyingi sana kuwatafuta bila mafanikio, lakini bado jeshi la polisi limegoma kutoa ushirikiano wa kueleza ni wapi alipo Ibrahim Nyovela, Ali Kalolo na Selemani Fiamugwa. Taarifa kutoka kwa watu wema ndani ya jeshi la polisi zinadhibitisha juu ya Ibrahim Nyovela, Ali Kalolo na Selemani Fiamugwa kuingia ndani ya kituo cha polisi na kutolewa kupitia mlango wa kutolewa kutumia gari la RCO mkoa Iringa kupitia mlango wa nyuma na kupelekwa kusikojulikana, ambapo hadi sasa hawajajulikana ni wapi wanashikiliwa. Jeshi la polisi mkoa wa Iringa limegoma kutoa ushirikiano kwa familia ni wapi walipo ndugu zao, hata pale ambapo familia zimejaribu mara kadhaa kumtafuta RPC mkoa wa Iringa au vyombo vya jeshi la polisi ili viweze kujibu ni wapi walipo wapendwa wao, hawajatoa ushirikiano. Ibrahim Nyovela ni baba wa watoto na familia, hana wazazi, ana ndugu kama ilivyo kwa vijana wenzake. Kuendelea kumshikilia Ibrahim Nyovela kinyume na taratibu za kisheria bila kusema ni wapi wamemshikilia kwa zaidi ya miezi miwili sasa ni jambo ambalo haliwezi kukubalika na hatuko tayari kulikubali, na pia hatupaswi kulifanya kwa tamaduni za Kitanzania kwamba jeshi la polisi linaweza kumshikilia mtu na likamficha kwa muda mrefu. Wapo watu ambao wamepotea mikononi mwa polisi na mpaka sasa hajaonekana. Hatutaki jambo hilo litokee tena kwa Ibrahim Nyovela, Ali Kalolo na Selemani Fiamugwa ambao wanashikiliwa kinyume na taratibu bila kujulikana ni wapi wanaposhikiliwa na jeshi la polisi lingaficha wapi. Jambo la pili kwenye jambo la kushikiliwa kwa Ibrahim, nizungumzie uongo wa RPC wa mkoa wa Iringa, Alan Mkumbi. Tarehe 26 mwezi wa pili, Alan Mkumbi RPC mkoa wa Iringa alizungumza na vyombo vya habari juu ya kushikiliwa kwa Ibrahim Nyovela na vijana wenzake wawili, ambapo yeye mwenyewe alitoa uongo wa hadharani, naweza kuita uongo wa makusudi na wenye lengo ndani yake, akisema kuwa jeshi la polisi pia linamtafuta Ibrahim Nyovela na vijana wenzake kwa tuhuma za mauaji. Kosa la kwanza. Kosa la pili akataja kwamba wanavuruga amani ya mkoa wa Iringa. Kosa la tatu akasema walikuwa na mpango wa kuweka sumu kwenye maji, vyanzo vya maji mkoa wa Iringa. Niwakumbushe uongo ambao unazungumza la PC. Kesi ya mauaji au jambo ambalo hanamhusisha Ibrahim nalo mauaji hayo, mtu huyu alifariki kabla ya Ibrahim Nyovela na wenzake kukamatwa, kabla ya tarehe 10. Ibrahim Nyovela amekamatwa tarehe 10 na tarehe 17 amepewa dhamana. Sasa nataka nishangae, RPC mkoa wa Iringa anasema anamtafuta Ibrahim Nyovela kwa kesi ya mauaji ambaye yalitokea kabla hiyo tarehe 10 na alikwisha kumkamata tarehe 10 na kisha tarehe 17 wakampa dhamana. Na tarehe 18 kwenda kuripoti wakamshikilia kinyume na taratibu na kumficha, hapa anakuja hadharani kusema uongo kwenye umma wa Tanzania, kwenye umma wa Wanairinga na kudanganya familia za ndugu wao kwamba wao wenyewe wanamtafuta Ibrahim Nyovela. Lakini jambo la kubambikizia kesi au tuhuma zilizotaja RPC mkoa wa Iringa sio mara ya kwanza RPC kubambikizia watu kesi. Sio mara ya kwanza RPC jeshi la polisi kutumia njia hizo za kusema tuna mtu fulani kwa kosa hili, ikiwa ni lengo la kuendelea kuficha uovu wanaotaka kufanya au nia hofu iliyoko ndani ya jeshi la polisi. Kwa hiyo ni mwendelezo wa jeshi la polisi kutumika
kubambikizia watu kesi na kuzungumza uongo huku wakiwa na nia ovu na kutaka kukamilisha nia zao ovu kupitia makosa hayo wanayoyataka. Kwa wito kwa jeshi la polisi, tunataka RPC kutoa ushirikiano kwa familia za Ibrahim Yovela, Ali Kalolo na Selemani Fiamungwa pale ambapo wanatafuta ushirikiano wa ofisi yake mara kadhaa bila kupata majibu. Tunataka jeshi la polisi mkoa wa Iringa kusema mara moja ni wapi alipo Ibrahim Yovela, Ali Kalolo, Selemani Fiamungwa. Tunawataka kuwafikisha ndani ya mamlaka za kisheria, mamlaka za utoaji haki kama wanatumiwa na makosa hayo wanayoyataja, kwa sababu mahakama zipo na mahakama ndio zina wajibu wa kudhibitisha kwamba Ibrahim anatumiwa na makosa, Ibrahim anashtakiwa na ametenda makosa hayo. Hakuna utaratibu wa kisheria kwenye nchi yetu wa jeshi la polisi kumficha mtu bila kusema ni wapi alipo. Niwakumbushe kwa Tanzania, kanda ya Nyasa yenye mikoa ya Iringa, Mbeya, Rukwa, Songwe na Njombe imekuwa na tabia hiyo kwa jeshi la polisi kuwashikilia watu hasa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa muda mrefu na kuwaficha bila kusema ni wapi walipo. Alishikiliwa Hayubu Kagonamo, katibu wa wilaya ya Momba, kwa zaidi ya miezi miwili akiwa ameshikiliwa bila jeshi la polisi kutaja ni wapi alipo, na baadaye wakaja kusema wanamshikilia baada ya miezi miwili. Alishikiliwa Mwasote, Joseph Mwasote maarufu kama China, kwa zaidi ya miezi miwili wakiwa wamemficha bila kusema ni wapi alipo, hata kwa ndugu kuonesha ni wapi wanamshikilia. Walishikiliwa viongozi wengine wengi ndani ya kanda ile ya Nyasa na jeshi la polisi mara kadhaa wakiwa wamefichwa. Hata nchi nzima jeshi la polisi mkoa na tabia hiyo. Shomali Samata, Shomali Mbwana kutoka Tanga alishikiliwa kwa zaidi ya miezi mitatu na jeshi la polisi akiwa amefichwa bila kusema ni wapi alipo. Musa Onesimo, mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Simiyu, alishikiliwa kwa miezi miwili na jeshi la polisi wakiwa wamemficha katika vituo tofauti tofauti bila kusema ni wapi alipo. Hata familia zilipojaribu kutafuta kuwasiliana na ndugu zao, jeshi la polisi lilikana kuwashikilia watu hao. Kwa hiyo ni mwendelezo wa jeshi la polisi kuwashikilia watu na kukana kuwashikilia huku wakiwa wamewaficha wanapojua wao. Tunataka jeshi la polisi kutimiza matakwa ya kisheria, matakwa ya kanuni za utendaji kazi wao, kusema ni wapi alipo Ibrahim Yovela, Ali Kalolo, Selemani Fiamungwa na kuwafikisha kwenye mamlaka za kisheria kama wana makosa ya kutumiwa nayo. Wao sio mahakama, hawana wajibu wa kutoa hukumu ya makosa ya mtu. Jambo la pili ni kuhusu kushikiliwa kwa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ni mwaka sasa umepita tangu tarehe 9 mwezi wa 4 2025 alipokamata mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu mkoani Ruvuma katika wilaya ya Mbinga, tukiwa katika operation ya no reforms no election, operation ya wito wa wajibu wa Tanzania kukataa na kupinga juu ya mifumo hofu ya kiuchaguzi na kandamizi. Mwenyekiti wetu amekamatwa na kushtakiwa kwa kesi ya uhaini. Watanzania wote wameona mwenendo mzima wa kesi, wameona mambo kadhaa, circumstances kadhaa ambazo zimejitokeza wakati kesi inaendelea. Tumeona kipimo cha mahakama kuweza kusimamia haki yake. Jambo la kusikitisha ni kwamba hata chombo ambacho kinatakiwa kutoa haki kwenye nchi yetu hakina uwezo wa kulinda haki zake. Tumeona jamhuri, serikali kupitia ofisi ya DPP ikitumia mahakama kama sehemu ya kukamilisha nia zao ovu za kuwakandamiza watu wanaopigania haki, kuwakandamiza watu wanaopinga maovu yao, kumkandamiza mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Maneno mzima wa kesi umeonekana na tumeona baadhi ya matukio yakitokea. Tumeona jamhuri ikishindwa kuonesha na kudhibitisha uhaini huu ambao alimtumnao mwenyekiti na kutumia great technique kupitia mfumo wa mahakama tangu tarehe 24 mwezi wa pili ambapo alikata rufaa mahakama ya rufani juu ya maamuzi madogo yaliyotolewa na mahakama kuu, kitu ambacho wao wenyewe wanatambua kwamba ni dead on arrival, kitu ambacho hakikubaliki na kisheria hakipo, lakini waliamua kutumia mlango wa mahakama kwa ajili ya kuzidi kumkomboa mwenyekiti wetu, kumuumiza mwenyekiti wetu na kumfanya endelee kuteseka ndani ya kuta za gereza bila sababu ya msingi. Ni mwaka mzima sasa umepita, ni mwaka wa maumivu kwa mwenyekiti wetu, ni mwaka wa maumivu kwa wapenda haki wote, ni mwaka ambao umekuwa ni funzo kwa Tanzania kutambua ni kwa namna gani mifumo ya mahakama na mifumo ya utoaji haki ndani ya nchi yetu inafanya kazi. Ni mwaka ambao umetumika vema kwa kukumbusha Watanzania kwamba kuna Watanzania wengi wameumizwa kwa mfumo huo, kwa kuamiziwa kesi na kwa sababu aidha ya kukosa msaada wa kisheria au uwezo mzuri wa kusimamia sheria wameendelea kuumia ndani ya kuta za gereza. Hili limekuwa ni wajibu pia na ni fursa kwa Tanzania kuziona mifumo yetu ilivyo. Tangu tarehe 24 mwezi wa pili mpaka sasa mahakama ya rufani haijaitisha kusikiliza kesi hiyo na kusikiliza rufaa hiyo. Ni kuendelea kupoteza muda na mwenyekiti wetu akiendelea kuumia ndani ya kuta za gereza. Ni wajibu sasa kwa niaba ya vijana wote, baadhi ya vijana wa Chadema
niwakumbushe vijana wote Tanzania kwamba ni wakati wa kila sauti iliyolala kuamka, ni wakati wa kila sauti iliyonyamaza kusema, ni wakati wa kila mmoja ambaye kuzungumza juu ya uhuru wa mwenyekiti wetu, kukemea kwa sauti kubwa, kukemea kwa nia moja na kukataa uovu wa kuendelea kumshikilia mwenyekiti wetu kinyume kabisa na haki za binadamu, kinyume kabisa na sheria za nchi yetu, na kuendelea kumbamizia kesi na kumwonea kwa ajili ya malengo yao ya kuhisi watakuwa na salama ya kusekiwa madaraka yao, yeye akiendelea kuwa ndani. Niombe vijana wa Tanzania, kila mmoja kwa nafasi yake, tuseme hapana kwa uonevu huu, tuseme hapana kwa unyanyasaji huu, na tupaze sauti zetu kwa pamoja kuiokoa nchi yetu. Hii sio kwa ajili ya mwenyekiti wetu tu, bali ni kuweka msingi sawa kwa ajili ya haki ndani ya taifa letu, ni kuweka msingi sawa kwa ajili ya mahakama kuweza kujisimamia, ili kesho na kesho kutwa mimi au Watanzania wengine tusije tukaumizwa na kupitia mifumo ya mahakama, huku watawala hovu, watawala dhalimu wakiwa na nia ya kuendelea kusekiwa madaraka yao. Tusimame kwa pamoja, tuseme hapana kwa sauti moja, tumpiganie mwenyekiti wetu, na kwa pamoja tuseme free Tundu Lissu. Asanteni sana, sauti ya pamoja iendelee kusikika. Mwenyezi Mungu awabariki.